Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana. Tunataka kujifunza leo kwa habari ya ubatizo kwa ajili ya ndugu zetu ambao wameamua kumpokea Yesu na kisha kubatizwa. Tunataka kuonyesha jinsi ambavyo neno la Mungu ambalo ndio kiongozi chetu kinazungumzia kuhusu ubatizo. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 na 17, maneno ya Mungu yanasema hivi. Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17, nasoma katika jina la Yesu. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti ya kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa ajili hili tunaomba Bwana uwepo wako ukawe nasi. Tunapojifunza somo hili na agizo lako, tusaidie kuelewa kwa usahihi katika jina la Yesu. Amen. Ubatizo ni agizo la Mungu. Ubatizo ni agizo la Mungu. Tunasoma kwenye andiko hili. Maana hasa ya ubatizo ni nini? Maana ya ubatizo ni kuzama ndani kabisa ya maji. Ni mfano wa kufa na mtu kuzikwa. Warumi 6 mstari wa 3 na wa 4 unatuonyesha kwamba mtu akibatizwa ni mfano wa Kristo Yesu alivyokufa na kufufuka akiwa hai. Kwa hiyo mtu anapobatizwa anaonyesha kwamba amekufa na kufufuka katika upya wa uzima, kudhihirisha kuwa ameamua kuachana na uovu wote na kushikamana na Yesu kwa wema pamoja na Mungu aliye hai, yaani Kristo Yesu. Jambo la pili, ilikuwa ni kutimiza haki yote, na mpaka sasa inaendelea. Ili tuokoke, ni lazima tubatizwe. Ili tuipate haki ya Mungu, ni kutenda sawasawa na neno la Mungu. Ni amri na ni sheria. Neno la Mungu ni amri na ni sheria. Tena ni mamlaka ya Mungu kwetu. Tunapomwamini Mungu kwa neno lake na kutii, tunaipokea haki ya Mungu katika maisha yetu. Tunahesabiwa haki. Hii ni imani sahihi yenye matendo kwa Mungu na watu pia, kwamba kweli sisi tumeamua kumfuata Yesu tunapokubali kubatizwa. Jambo la tatu katika kipengele, ubatizo ni lazima. Tunauona ulazima wa ubatizo kwa Yesu mwenyewe, kwamba kumbe kubatizwa ni lazima.
ni kutimiza agizo hili la Mungu. Kwenye kipengele hiki kuna A, B, C na C. Nitafafanua kidogo. Kwenye maandiko tuliyosoma kwenye Injili ya Mathayo yanaonyesha Yesu kiongozi wetu na kielelezo cha kweli ya Mungu na haki ya Mungu, na yeye ndiye Mungu. Katika Yohana 14:6 anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Anatuonyesha nini tunapaswa kufanya. Kumbe kubatizwa ni kutimiza haki yote ya Mungu. Yesu anatoka Galilaya mjini, anakwenda mtoni Yordani ambako Yohana alikuwa anawabatiza watu. Tunaona mambo kadhaa pale. Kwenye kipengele cha kwanza nimesema Yesu kiongozi, kielelezo chetu, yeye kama njia na kweli na uzima wetu katika maisha. Kipengele cha B, tunaona Yohana anamuona Yesu anakuja kubatizwa, na Yesu anamwambia nibatize. Yohana anajaribu kumzuia Yesu kwa maneno yake. Anasema, Yesu, mimi natamani wewe ndiye unibatize, alafu wewe ndiye unakuja kwangu ili mimi nikubatize. Anajaribu kumzuia Yesu, lakini Yesu anasema kubali Yohana ili tuweze kuitimiza haki yote. Kumbe kubatizwa ni kuitimiza haki yote, kwamba sasa huyu mtu anayebatizwa ameamua kuokoka, kuachana na dhambi na kumfuata Yesu kwenye maisha yake. Kipengele cha C, Yesu alipobatizwa, yani kupanda kutoka majini, tunaona mbingu zikamfunukia. Mbingu zikamfunukia Yesu. Kumbe katika kutii na kutimiza haki yote ya Mungu, mbingu zinamfunukia Yesu. Maana yake zilikuwa zimefungwa kwa lugha nyingine, lakini baada ya kubatizwa mbingu zikafunuka. Haya ni maajabu ambayo tunajifunza maana ya ubatizo na thamani ya ubatizo na ulazima wa ubatizo. Kabla hajabatizwa mbingu hazikumfunukia. Mbingu zilikuwa zimefungwa. Kwa hiyo ubatizo ni lazima ili mbingu zifunuke. Na D, kwenye kipengele hiki akamuona Roho Mtakatifu akishuka juu ya Yesu, ambaye anasema alikuwa kama mfano wa hua, akaja juu ya Yesu. Na sisi wote tunatambua thamani ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Ni Mungu pamoja nasi, ni Mungu anayeweza kutusaidia, kututia nguvu, kutuwezesha katika mambo ya imani yetu kwa Yesu, ili tutende kwa ubora na kwa uzuri na kwa usahihi na kwa ukamilifu wa Mungu. Tunapaswa kumpokea Roho Mtakatifu ambaye ni ahadi yetu. Kila mtu anayemwamini Yesu anapaswa kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa Yesu anapobatizwa, Roho Mtakatifu anashuka juu yake, mbingu zinafunuka. Lakini tunaona jambo lingine la kushangaza. Mungu anamtambulisha rasmi kwa ulimwengu kuwa Yesu ni mwana wa Mungu anayependezwa naye, ili wote tumwamini na kumtii na kumkubali na kumfuata siku zote za maisha yetu. Kwa kuwa ubatizo ni jambo la lazima. Wanafunzi wote wa Yesu waliagizwa na Yesu kutimiza agizo hili kwa kila atakaye muamini Yesu. Baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, akiwa amewatokea mara nyingi na kuzungumza nao, anawaagiza kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwenye Injili ya Marko sura ya 16 ya Marko mstari wa 15 na 16. Kumbe mtu anapomwamini Yesu akakubali kubatizwa anaokoka, yani anatimiza kanuni ya wokovu wa Mungu kwake kwa kuwa amekubali kubatizwa. Lakini akikataa, maana yake atahukumiwa, na hayo maandiko yako wazi pale kwenye kitabu hicho. Lakini pia Mathayo 28 mstari wa 19
Yesu anapozungumza kuanzia mstari wa 18 anasema nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mungu amekasimu mamlaka yote kwa Yesu, maana yeye ndiye mamlaka ya mwisho kwa mwanadamu atakayewahukumu walio hai na waliokufa. Maandiko mengi yanazungumza kwenye Biblia. Sasa Yesu anazungumza hapa kwamba enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, kuanzia watoto na watu wazima, lakini wakabatizwe wote wanaomwamini Yesu. Sasa Yesu ameonyesha hili wazi. Cha kwanza ambacho nimekiona kwenye jambo hili, pia kwenye jambo la 4 tunaona wanafunzi wa Yesu walilitilia maanani sana agizo hili la Yesu. Matendo sura ya 2 mstari wa 38 na 39. Matendo sura ya 2 mstari wa 38 na 39 tunaona Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu, ambaye Yesu alisema mkae Yerusalemu hata muvikwe uwezo utokao juu, ili sasa muweze kufanya kile ambacho ninawaacha mkiwa muko duniani mkiwa mmeokoka. Anapohubiri wakati wanamdhihaki, anaonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo amemwaga kile kipawa cha Roho Mtakatifu kwa wote wanaomwamini. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38 na 39, wale watu wakachoma mioyo baada ya mahubiri ya Petro, baada ya Pentekoste, baada ya kujaa Roho Mtakatifu. Wale watu wakauliza, tutendeje? Tubuni mumwamini Bwana Yesu, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu, nanyi mtapata kipawa hiki cha Roho Mtakatifu. Tunaona Petro naye anasisitiza ubatizo ambao ni agizo la Yesu. Kumbe ni lazima, ni ili kutimiza haki yote ya wokovu lazima mtu abatizwe. Lakini kipengele cha pili, mtu mwingine ni Filipo, mhubiri wa injili. Akienda kule Samaria, Roho Mtakatifu anamchukua, anamuona mtu mmoja anahubiri injili, anasoma kitabu. Alikuwa anasoma kitabu, sio alikuwa anahubiri injili, alikuwa anasoma kitabu. Yule towashi ametoka zake, anasafiri kwenda nyumbani. Sasa akawa anasoma kitabu cha Isaya, chuo cha Isaya, anasoma habari za Yesu bila kuelewa. Sasa Mungu amempeleka Filipo kule ili akaende kumsaidia. Sasa anaona yule towashi anasoma, lakini hajui namna ni nani inazungumza habari za yule mtu. Filipo akamuuliza, waelewa, unayaelewa haya? Yule towashi akasema, ninawezaje kuelewa asipokuwepo mtu wa kunieleweshwa? Ndipo tunaona Filipo anaanza kwenye andiko lile lile, anasema habari zile ambazo nabii Isaya alizungumza kwa habari za Yesu, jinsi ambavyo alikuja duniani na kuteswa kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na kutuweka huru mbali na dhambi. Sasa alipomweleza vizuri, tunaona towashi yule akalipokea lile neno kwa furaha. Alipolipokea lile neno kwa furaha, akaona yale maji yapo karibu wakati anasafiri kwenye safari. Ghafla akamwambia Bwana Yesu, Bwana Filipo, kama maji yapo hapa, nini kinachoweza kunizuia nisibatizwe? Majibu ya Filipo alisema, kama umeamini maneno haya kwa habari ya unabii wa Yesu na ujio wa Yesu duniani, na kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu, na kwamba ameagiza kwamba aminie na kubatizwa ataokoka. Akasema ukiamini kwa moyo wote inawezekana. Na ujue alikuwa safarini na ni njiani, hakukuwa na maandalizi yoyote kwamba pengine akabadilishe mazingira, sijui ajiandae, sijui apokee mafundisho, lakini maadamu ameokoka anaweza kubatizwa muda huo huo. Basi akamuingiza kwenye maji, akambatiza, na Filipo akanyakuliwa na Roho kwa njia ya muujiza. Lakini yule towashi akaenda zake akiwa na furaha kuu. Hayo ni maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 35 mpaka wa 39. Lakini mtu wa tatu ni Petro, mara nyingine tena, na familia ya Kornelio. Tunafahamu kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 jinsi ambavyo Kornelio mcha Mungu, Kornelio ambaye alikuwa anamtafuta Mungu, tena mataifa kabisa, ambaye alikuwa sio Mwebrania, lakini injili ya ufalme wa Mungu inawahusu wote, kama Yesu alivyosema, enendeni mkahubiri ulimwenguni kote. Na walipofika kule, walipokuwa injili imefika kule kwa Kornelio, naye akiwa anamtafuta Mungu huyu wa haki, Mungu mwokozi wa ulimwengu, Mungu anayesamehe dhambi, alikuwa akitoa sadaka zake nyingi, akiwapa watu na kuwa na sali siku zote katika maisha yake. Mara ghafla Mungu akamtokea kupitia malaika, akamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika kuwa ukumbusho kwa Mungu.
Maana yake nini? Mungu alikuwa anasema kwamba wokovu haupatikani kwa njia ya matendo, lakini wokovu unapatikana kwa njia ya imani. Sasa imani inakuja, inatangulia imani, ndipo matendo yanafuata. Ili imani yetu iwe kamili, lazima iambatane na matendo ya kuonyesha kuwa huyu mtu amemwamini Yesu. Sasa wakati Petro ameambiwa haya, akaenda kwa Kornelio, sura ile ya 10 yote ukisoma, alipofika kule akaanza kueleza habari za wokovu mkuu, habari za Yesu Kristo na maudhui ya Yesu kuja duniani. Sababu za msingi za Yesu kuja duniani ni kuwaokoa wanadamu. Sasa Petro alipokuwa anahubiri na kuelezea maneno haya mazuri, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliokuwa hapo nyumbani mwa Kornelio. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 47 mpaka 48. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 47 mpaka 48. Wote wakajaa Roho Mtakatifu. Sasa tunaona jinsi ambavyo Petro anaona umuhimu, pamoja na kwamba wamejazwa Roho, tayari wamepokea ahadi ya Mungu, tayari wamemwamini Yesu. Wale watu wakaenda kubatizwa muda huo huo, na maneno haya yanajieleza hapo vizuri. Lakini jambo la 4 kwenye kipengele hiki tunaona Paulo na Sila wakiwa gerezani. Matendo ya Mitume sura ya 16, Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 31 mpaka 33. Yule askari aliyewaburuta kina Petro, Paulo na Sila wakiwa gerezani, aliyewatesa na kuwaingiza mle akiwa analinda lile gereza, Paulo na Sila wakaanza kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu kwa yale yaliyotokea. Roho Mtakatifu akaingilia kati Mungu, lile gereza likatikisika, milango ya gereza ikafunguka, wale wafungwa wote wakatoka. Mlinzi alipoona wametoka, akachukua upanga ili ajikate afe, yani aondoke duniani, kwa sababu alikuwa anajua kabisa atahukumiwa, maana wale wafungwa wameondoka. Ndipo tunaona Paulo wakiwa wamesimama, hawajakimbia kwa sababu ni Mungu amewasaidia watoke pale. Wakasema usijiue, na yule askari alipoona akawa mpole, akanyenyekea. Ikabidi waendee akina Paulo na Sila. Nifanyeje ndugu zangu ili nipate kuokoka? Wakasema muamini Bwana Yesu nao utaokoka pamoja na nyumba yako. Haya ni Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 ukiendelea mpaka 31 mpaka 33. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 mpaka 33. Haya maneno naweza kuyakuta hapo. Tunaona jinsi ambavyo yule askari alifurahia, hawakubali wale akina Paulo na Sila wakihubiri haya. Usiku ule ule Biblia inasema akaenda kubatizwa na yeye. Kwa nini? Kwa sababu ubatizo ni lazima na ni agizo la Yesu. Hata wanafunzi wote wa Yesu waliendelea kufanya, na sisi kama kanisa tunapaswa kuendeleza agizo hili kwa kila mtu anayemwamini Yesu, anayetaka kupata wokovu wa maisha yake. Katika maisha yake anapaswa kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuko Feri Kigamboni, Dar es Salaam, pamoja na wapendwa wetu wazuri kabisa walioamua kuungana nasi katika imani ya kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo niseme hongera kwenu sana watumishi wa Mungu wazuri kwa kuchagua fungu jema. Nao ni ndugu yetu Ernest Mtamani, Emmanuel Mkombozi, lakini Pendo Emmanuel Mkombozi na Lilian Leonard. Mungu awabariki sana sana. Tunayo furaha sana kwa tendo hili zuri la baraka. Amen.